Ahlan wa sahlan mpenzi mtazamaji, tumerejea tena baada ya weekend nyingine safi sana, weekend ya ambayo tunaita katika lugha ya Kimombo international break. Karibu sana kwenye Maluda the Football Maniac. Mimi hukuambia mara mingi unaweza nipata kwenye TikTok, kwenye katika ukurasa wa TikTok, vile vile ukurasa wa Facebook, vile bila kusahau ukurasa wa YouTube. Andika tu Maluda the Football Maniac. Nasema tu karibu tena sana shabiki wangu kwa siku ya leo. Leo niko na mgeni ule mmoja ambaye uliweza kumtazama kama ni shabiki wangu kwa jina Saimo. Shabiki sugu sana wa Liverpool. Vipi bro? Niko salama sana bro. Umepotea. Nikupotea hali ya kutafuta. Nataka tuzungumzie mechi ambazo zinapigwa leo. Na kabla tuzungumzie mechi ambazo zinapigwa leo siku ya Jumamosi na kesho siku ya Jumapili, nitakuwa na peana rambirambi zangu kwa aliyekuwa meneja wa timu ya Boca Juniors kule Argentina, kwa jina Miguel Angel Russo, ambaye aliweza kuaga dunia akiwa katika management ya timu ya Boca Juniors. Ni mchezaji, alikuwa vile vile mchezaji wa timu ya Estudiantes La Plata pale kwenye hapo katika ligi kuu ya Argentina. Na vile vile ameweza ku coach ama kusimamia timu kadhaa, timu kama Lanús pale Argentina, timu kama Estudiantes La Plata, Universidad de Chile, ile timu ya Chile, hao ni mabingwa wa Chile. Rosario Central inatoka hapo Argentina, Salamanca hapo bado Argentina, Colón Santa Fe pale Lanús, akarudi pale Los Angeles pale Argentina, bado Morelia pale Mexico. Ni timu ambazo ameweza kuzisimamia kama mkufunzi wa hizo timu hizo. Rosario Central pale Vélez Sarsfield amesimamia pale. San Lorenzo amekuwa pale na bado vile vile akarejea, amekuwa pale Racing Club, amekochi vilabu mingi sana. Na alipiga na timu kubwa ya Argentina. Amepiga na timu kubwa ya Argentina national team. Na ameweza bado kusimamia klabu moja pale, ama niseme ni mabingwa wa Colombia, waite Millonarios. Wamesimamia pale kama coach wao vile vile Alianza Lima. Hiyo ni mabingwa wa pale Peru, wa ligi ya Peru. Amesimama kama coach wao. Amekuwa pale mpaka timu pale ya Uruguay, ama ligi ya Uruguay. Hiyo ni Cerro Porteño, akiwa kama coach wao. Akarudi pale hapo Boca Juniors, na vile vile bila kusahau ameenda mpaka Uarabuni. Amecoach mpaka klabu ya Al Nassr, timu ambayo tunatazamia Cristiano Ronaldo akiwa ndani hivi sasa. Na akatoka pale akarudi pale Rosario. Huo ni mwaka wa 20, huo ni msimu wa mwaka wa 2023 2024. Alikuwa pale hapo Rosario Central. Pale ametoka pale Rosario Central akaingia pale San Lorenzo mwaka wa 2024 2025. Amepoteza maisha akiwa katika ligi ya Boca Juniors. Hakuwa amemaliza msimu, ndio ameanza msimu na Boca Juniors, na ameweza kupoteza maisha. Vile vile amezaliwa mwaka wa 1000 amezaliwa mwaka wa 1956. Katika lugha ya Kimombo nasema 1956. Mwezi tarehe 9 mwezi Aprili ndio ameweza kufariki. Na tunatakia familia yao pamoja na nchi yake. Tunatuma pale rambirambi zetu sisi kama wachambuzi wa spoti. Tunasema poleni kwa familia nzima, pamoja na wale ambao wanamzunguka kwa ukaribu. Tunasema tu pole kwa familia hiyo. Na hiyo ni njia ya wote. Mimi kama MC, mimi huambia katika idara kama hizi, nikisimama pale nikitisha hela za kusindikiza mwili nyumbani, mimi huambia njia ya watu wote. Tuyaache hayo, manake alishaenda zake, saizi anaitwa mwenda zake ama aliyekuwa. Manake tunasema marehemu, unajua aliyekuwa hayati. Hiyo majina yanatumika kwa wale watu wako na Prado, yanatumika kwa ukiwa na Volkswagen utumii jina marehemu, unatumia jina hayati. Okay, tunaacha hayo. Tutakuwa vile tunaangalia pale ligi ambayo inacheza siku ya leo. Mechi ya leo kwanza
tulikuwa tumezungumza na wewe, nilikuwa nimekuambia Chelsea wanaenda katika msitu kule Nottingham Forest. Wanaenda kuchuana na timu ya Nottingham Forest. Chelsea wako away. Mechi hiyo unaitazamia vipi? Manake Chelsea sasa wako na wanasikia kwamba damu inakimbia kwa mwili baada ya kumpiga mwana Liverpool. Yes, unajua kidogo ndio nilikuwa nataka pia nikwambie. Naam. Unakumbuka pia mwana Arsenal huyu. Yes. Ligi kianza alipiga mwana Manchester. Naam. Baada ya kutoka pale alilabuliwa. Sasa kidogo naweza sema unapopiga timu kubwa katika ligi la Uingereza. Naam. Ama unapochuana na timu kubwa alafu ilabue. Naam. Game inayofuata kidogo mtanizame mwana Chelsea pale kama mtatoka na point ni moja. Unachokisema ni ukweli. Yes. Lakini mimi ningekuomba kabla uzungumzie mechi hiyo ya mwana Nottingham Forest na Chelsea. Kwanza nataka ujue, unajua Nottingham Forest wamemsajili nani kama meneja wao? Ndugu yangu, hauwezi kuwa na mkufunzi kama Angel Postecoglou ukatarajia bado unapata ushindi. Hakuna. Unajua wakati unasajili kocha mpya mambo badilika. Angalia timu mingi England wanaposajili kocha mpya, huyo kocha anakujanga na vishindo. Na unapata ameshinda game kama ile. Kweli, lakini unataka nikuuliza swali. Wewe unajua Angel Postecoglou amecheza mechi ngapi baada ya kusajiliwa kama kocha mkuu wa timu ya Nottingham Forest? Siwezi elewa kwa saa hii. Hauwezi elewa. Jua kwamba mechi ambazo amecheza kama sijasahau ni 4 5 7, mechi 7. Mechi 7 ameshinda mechi ngapi? Hana mechi ambayo ameshinda. Hana mechi ambaye ameshinda. Postecoglou amepigwa mechi 5. Amepiga sare mechi 2. Na sasa kidogo mimi naweza kuja na new information. Yes. Ama nikuje na kitu inaitwa kwa Kiswahili nikuje na mtindo wangu. Ndio. Unaelewa mwana Manchester wakati walisajili mkufunzi. Alikuja na information yake. Na kuanzia pale kushinda kwake ilikuwa kasi. Na kuanzia sasa hajaandikisha historia mzuri ya ushindi. Sasa pale pia kuna mshike na information ya mkufunzi. Naam. Mimi pande yangu Postecoglou si yule meneja ama mkufunzi wa kuorodhesha kwa baadhi ya wakufunzi ambao watatuletea shida katika ligi ya msimu huu pale nchini Uingereza. Maana yake mimi ukaniuliza Nottingham Forest pale nyumbani ni wa Chelsea. Lakini kama ni msimu huu kama bado wako chini ama hemaya ama miguuni mwa Angel Postecoglou, hawatalimwa. Watapigwa karibu na kila mtu. Chelsea wanaenda pale msituni kutoa swara waje nayo nyumbani Stamford Bridge wachinjie pale darajani. Sikufichi. Chelsea wanaenda pale msituni. Sinutu msitu mmoja huyu hapa tu msitu wa Mau Forest. Wanafika pale wanachukua mnyama wanakuja wanachinjia pale darajani. Yaani Chelsea ni mzaliwa Mau kabisa. Kweli kabisa hapo. Mimi sikufichi. Ambapo mimi najaribu kukuambia Chelsea wataweza kushinda hii mechi mabao 3-1. Jiji ipo. Huo ndio dadisi wangu. Jiji ipo. Maana wako nyumbani. Nitakulipa punch. Jiji ipo. Ni sawa. Mimi hiyo ndio udadisi inaweza kukupea kando na ushabiki wangu. Huo ndio udadisi ambao nimeweza kufanya. Vile vile tutakuwa tunazungumzia mechi ambayo itakuwa weekend hii, ni mechi ambayo ya Brighton dhidi ya Newcastle United. Yes. Unasemaje kuhusu hiyo? Kidogo naweza sema mimi upande wangu mwana Newcastle ako na kiu ya bao, ako na kiu ya point. Naam. Tangu msimu huu anze mwana Newcastle amecheza games amecheza vizuri. Naam. Lakini kusajili uongozi ndio bado. Sasa unajua mwana Newcastle hizi timu ndogo huwa atambui. Naam. Sasa mimi upande wangu naweza sema mwana Newcastle atalabua.
Atampiga Brighton. Bwana Brighton. Na unajua Brighton ako nyumbani Amex Stadium. Yes. Angalia timu ya Newcastle wakati ilicheza na mwana Liverpool. Naam. Angalia timu ya Newcastle wakati imecheza na mwana Wolf. Naam. Walipiga game smart, lakini ushindi pale ndio kidogo wajazua. Kuna kitu moja nataka nikukumbushe, kulingana na mfano wako umetumia mwana Brighton alicheza na Wolves, alicheza na mwana Liverpool. Alicheza mwana Liverpool. Yes. Nataka nikuulize swali. Unajua Uhuru Muigai Kenyatta? Namjua, aliyekuwa rais wa Kenya. Ni aliyekuwa rais wa Kenya. Yes, aliyekuwa rais wa Kenya. Umesema vizuri sana, aliyekuwa rais wa Kenya. Yes. Unajua hizo kumlinganisha na rais ambaye yuko kwenye mamlaka. Hiyo ni kweli. Si ni kweli? Hiyo ni kweli. Sasa ukifanya mfano, ukipeana mfano, yes, usije ukanipa na mwana Liverpool. Liverpool anakulia kwa jina. Vile Uhuru mstaafu Kenyatta analia sasa hivi kwa jina. Nakwambia kwa wazi. Usinipe mfano na mwana Liverpool ati Brighton alifanya hivi na mwana Liverpool. Nilikwambia mapema mwanzo, Liverpool ameoza. Msimu huu mechi ambazo amecheza kufikia saa hizi, Liverpool ameoza. So, mechi hii Newcastle mimi kipande yangu Newcastle, sijui pande yako unasema vipi, lakini mimi pande yangu mwana Newcastle atapiga mwana Brighton. Mimi pande yangu Brighton atamkula mwana Newcastle. Mwana Newcastle atashinda mwana Brighton. Wawekezaji tafadhali. Mwana Newcastle atapiga mwana Brighton. Hao ni mabao mangapi akimpiga? Atapiga tu 2-1. Mimi naona mwana Newcastle kama atashinda naona mwana Brighton kama atashinda hiyo 2-1 hiyo. Mwana Newcastle atashinda 2-1. Mechi ambayo inafuata bado hiyo weekend siku ya Jumamosi, kuna mwana Burnley dhidi ya Leeds. Kuna Crystal Palace dhidi ya mwana Bournemouth. Manchester City watakuwa wanamwalika mwana Everton ndani ya Etihad Stadium. Sunderland watakuwa wanamwalika Wolves ndani ya Stadium of Light. Na vile Fulham watakuwa wanamwalika mwana Arsenal ndani ya Craven Cottage pale karibu na daraja. Nataka turudi hapa kwa Crystal na mwana AFC Bournemouth. Mwana Crystal na bwana FC Bournemouth, hiyo ni timu mbili ambao ni tight. Mswahili husema ni timu mbili ngumu, ama ni game ni timu mbili ambao zinagombea kukuwa na orodha namba 5. Naam. Sasa hiyo sio game rahisi. Juu mwana Crystal Palace pia si mchache. Bwana, nimeona mwana Bournemouth ingawa ameuza, lakini bado anapiga game smart. Ama game nzuri. So unaona mwana hii mechi itaisha vipi? Mimi upande wangu Makasi. Yes. Makasi ya mabao, unajua kuna mwekezaji anakusikiza. Makasi ya 0-0. Hapo sitazungumza manake mimi ni kama hisia zangu na zako zinaendana, lakini ya Crystal Palace wasipomchunga mwana Bournemouth. Yes. Hawa Crystal Palace wasipomchunga mwana Bournemouth watakula moja na waende polisi. Hiyo ni Makasi. Sijui mbona unabishana na wamuzua na hisia zangu manake sikuwa nizungumzie mechi hii. Mechi ya 100 wanapatana na 100 versus 100. Hiyo yuko ni relegation, huko championship. Burnley dhidi ya mwana Leeds walikuja na pointi 100. Mimi upande wa kwangu naona mwana Leeds akipiga mtu. Mwana Leeds ukiangalia timu zenye amecheza nazo timu kubwa. Wamepitia kwenye mchujo kubwa, lakini walikuwa wanajistahili kidogo. Okay. Naona wakipigana. Haturuke hapa Etihad Stadium. Huyu naye pia ndio mwozo mwingine. Mwana City anamwalika mwana Everton. Mida ya saa 11. Unajua mwana City ukiangalia mchezo wao unarudi. Rodrigo hapo katikati amesimama. Ukiangalia nyuma wale watu wako sawa. Hapa mbele mwana Haaland Twiga anako pale. Ukiangalia mwana City anarudi. Foden. So unamaanisha mwana City atamlabua mwana Everton? Ni rahisi. Mwana Everton ukiangalia katika orodha ya timu za England ameshinda hivi karibuni, si ndio? Mwana City anaenda kumpiga. Ikiwa saa hizi ni saa 4 asubuhi na nasikia harufu ya draw. Hakuna kwa hii mechi. Mwana City atapigana. Nasikia harufu ya sare. Hakuna, Mwana City atapigana. Tena sare ya 0-0 kabisa. Mwana City atapiga Everton. Wacha nifuate uamuzi wako. Sunderland wanamwalika mwana Wolves ndani ya Stadium of Light.
Mwana Sunderland ukiangalia tangu ligi tuanze, sijui kama amepoteza. Sijaangalia vizuri, sijui kama amepoteza. Mwana Manchester, lakini bado hiyo ya mwana Manchester si ilikuwa rahisi, ilikuwa ngumu. Na mimi naona mwana Sunderland akilabua mtu. Bao mangapi? Bao moja 0. Haya. Mimi sina mbio. Kuna ukova hapa ya Craven Cottage. Craven Cottage wana pointi 3 hapa. Yeah. Wanacheza, anamwalika mwana Arsenal. Anakizo ni alama 3 kama Fulham. Unasema aje hapo? Hapo kidogo unajua pia mwana Arsenal pia amewaka. Na ukiangalia pia chini huko mwana Fulham. Pia anataka point. Afadhali tutoke na marungu. Ikifika pale Craven Cottage. Sasa mimi kwa upande wangu hata mimi naweza furahi sana mwana Fulham akifanya mambo. Hakuna cha kufurahi. Si tunasikia huku Kenya mnafanya maandamano. Hata pale London hapo unaona pale hapo Fulham Road tuko na maandamano. Tunatoka hii gate, tunafungua gate, tunakaa hapo nje kwa barabara. Wakitoka ni rungu. Maana wale ni wazazi. Hatuwezi kubali wapige tukiangalia. Chini. Ukiangalia mwana Manchester na mwana Liverpool hiyo toka hapo, hatujafika hapo. Tulikuwa tunazungumzia mechi za hii weekend za leo za Jumamosi. Sasa nataka uniambie hii Arsenal umesema ataweza kupiga mwana. Wanaweza piga mwana Fulham. Mimi naona kwa ukweli kwamba naona Fulham akitoa sare ya 1-1 na mwana Arsenal. Itashangaza. Mimi naona hii mechi itashangaza kwangu itakuwa sadakta. Yes. Yeah. Lakini sasa upande mwingine ukitazamia mwana Arsenal vile amekaa. Najua yuko form akina Zubimendi pale wale jamaa kutoka Eastern hapa Kenya. Wako fiti mbaya. Wale wa Meru Odegaard wako sawa. Lakini hapa nataka tuzungumzie mechi ambayo itakuwa mechi ya Jumapili, kuna mechi mbili siku ya Jumapili. Kuna mechi ya mwendo wa saa 10. Ni mechi ambayo itakuwa imeandaliwa pale London Stadium. Huo ni uwanja wa Tottenham Hotspur, watakuwa na mwaliko mwana Aston Villa. Mimi naona mwana Tottenham akipiga mwana Aston Villa. Mwana Aston Villa msimu huu kidogo kiangalia performance iko chini, alafu unajua kuna wale wachezaji walikuwa hitajika msimu uliopita pale Aston Villa ambao walihuswa. Sasa pale pia Aston Villa kuna shida ya kuelewana miguu. Sawa, mimi sina udadisi sana kwa hiyo mechi ya mwana Tottenham. Manake vile mimi ninahisia kama wewe, namuona mwana Tottenham akimpiga mwana Aston Villa. Yes. Nataka tumalizie na mechi ambayo ni mechi ya mwana Liverpool na mwana Manchester United. Manake hii mechi ni mechi ya vita tangu enzi za jadi. So hakuna mtu ataniambia Liverpool wako ati hawana form watapigwa na Manchester, ama Manchester ati hawana form watapigwa na Liverpool. Tutadisa sasa hii mechi. Sasa upande wangu kama never walk alone. Naam. Kando na ushabiki. Naam. Mimi naweza ongelea kwanza timu ya mwana Liverpool. Naam. Mwana Liverpool kama Frimpong atakuwa. Yes. Van Dijk, Konate na Kekes kama hapo nyuma watakuwa. Naam. Liverpool itakuwa form. Sababu gani niseme hivyo? Szoboszlai. Naam. Atarudi pale number 6. Szoboszlai. Number 8. Kati ya McAllister na Florence Winks. Lakini mimi upande wangu naweza tasamia mwana McAllister aanze hiyo timu, aanze hiyo game. Mwana Florence akae kwanza. Florian Wirtz. Nataka nikuulize, hii namba 6 nani ataicheza? Manake tumeona juzi Gravenberch. Sasa Gravenberch amekuwa daraja. Gravenberch nilikuwa nataka awe nyuma ya kati ya Szoboszlai na McAllister. Kumaanisha hiyo namba 6 tu ila alipiga juzi. Yes. Lakini juzi hakuwepo. Sasa unajua hajakuwepo sababu gani? Szoboszlai anacheza left back, right back. Unajua pale Gravenberch na Szoboszlai huwa communication yao inakuanga juu, inakuanga sawa. Naam. Kitu yenye mimi naweza sema mama shida mahali Liverpool inapata ni hapa Florian Wirtz. Juu pasi zake asifiki. Akipewa pass
anakaa nayo, anaifanya ni kama pilo. Anakuwa na kitu inatuanga slow. Sasa pale kupea mtu kama Musala ama pale kama Gakpo alete 45 inakuwa ni ngumu. Hiyo tunasema kutofanya hesabu ya mapema. Wanasema ukiwa na mpira kitambo uinue macho, unafaa kujua mpira unaipeleka wapi. Kitambo mpira ukiwa kwa movement ukifika, unafaa ushajua mpira unaupeleka unapeana nani kwa mtu fulani. Nafikiri hiyo ndio makosa nasema Szoboszlai ufanye. Wins. Szoboszlai ako sawa. Szoboszlai yuko sawa. McAllister ako sawa. Gakpo ako sawa. Gravenberch ako sawa. Sisi kama Sesco tuko pale. Nikungoja tu kichwa. Sisi kama kina Sesco tuko pale. Unajua ukiangalia kiundani kabisa timu ya Liverpool, au maplayer wanafaa wabebe ligi na wabebe Champions League. Ni kweli, kulingana na kikosi. Ni kweli. Na kulingana na kikita cha pesa chenye mwana Liverpool ametoa, wanafaa warikave ligi na Champions League. Lakini ukiangalia hivi sasa wanaona uwezekano huo ukiwa. Sasa huo uwezekano huwezi, nikiangalia kiundani kidogo, huwezi kuwa sababu ya kukosa kumakinika katika wanapopiga pale katikati. Yes. Unajua shida ya Liverpool si pale pengine, ni pale katikati. Nikuulize, katika timu ya Manchester United nani anatasumbua timu ya Manchester United? Nani anatasumbua timu ya Liverpool katika kikosi cha Manchester United? Mimi Manchester naweza sema nyuma tu ndio wako sawa. Nyuma peke yake. Ndio ukiangalia Delight, ukiangalia Shaw. Unajua comment section itaja. So unamaanisha Bruno yuko sawa? Bruno yuko sawa. Bruno yuko sawa. Mimi ndio nakwambia Liverpool ikipiga na Manchester, Bruno awe game, obvious Liverpool ushinda hiyo game. Hata mtalii wetu Mbwemo hayuko sawa. Mtalii hayuko sawa. Hayuko sawa. Mimi wacha nikwambie, nyuma ulinzi wa Manchester ndio uko sawa. Midfielder ya Manchester iko low. Striking ya Manchester iko chini. Unaona? Striker ya Manchester iko chini. Mtu kama Sesco unataka kuniambia tangu aanze kucheza ni amepewa first 11 na bao ngapi? Mtu kama Sesco nafikiri ndio amefunga kwa kwanza tu. Isak hajapiga game yoyote, game yake ya kwanza na amefunga. Game ya kwanza. Si game ya kwanza kwa ligi na amefunga. Ndiye ameanza first 11 hiyo na amefunga. Kwa sababu hapo anaweza kubaliana na wewe maana yake. Amefunga. Ndiye amekuja game ya kwanza ligi na akaanza na akakosa bao ya Isak. Isak amefunga. Amefunga lakini hakufunga katika kwa upande wa ligi. Lakini kusema ukweli Isak hajaanza kuanza game yoyote ya Premier League isipokuwa alifunga katika Carabao. Ilikuwa Carabao. Lakini kwa ligi hajaweza kufunga. Na pia hajaweza kupewa first 11. International Isak amekuwa na rate ya 5.5. Ngoja. What is that? Wacha niulize kiupole. Juu si kuochi hiyo game. Game ya Chelsea nani alifunga? Wakati hana duko game ya Chelsea. Game ya Chelsea. Juu ilisha 2-1. Nani alifunga hiyo bao? Hakuwa Isak. Suko na simu. Nani alifunga hiyo bao? Isak. Game ya Chelsea nani alifunga hiyo bao? Ya Chelsea versus Liverpool. Nani alifunga hiyo bao? Chelsea versus Liverpool. Yes. Alafu tunawaambia kuna na bao kwa ligi. Lakini tulikuwa tunasema kuhusu kufunga kwake. Kufunga kwake? Yes, ukiangalia kufunga kwake hiyo ndio amepewa ligi. Amepewa ligi. Ya kwanza na akafunga mechi ya kwanza na akafunga. Maanisha yuko sawa. Si niko sawa? Alafu ukiangalia Sesco amepewa michezo mingapi? Tulia. Wacha tu a very big difference between playing for Liverpool and Newcastle. So Alexander Isak kwa Liverpool is a flop. Wacha tumwache huyu yuko nje ya mada. Manake mimi nataka uniambie. Umesema Manchester United kwa sababu umesema Sesco uoni kama ataweza kuwasumbua. Sesco ukiangalia mchezo wake huwezi linganisha na mchezo wa striker wenye nimeona itajika England. Unajua Sesco kama ingekuwa ni Sesco ule mwenye najua sasa angekuwa na bao zaidi ya 3 ama 4. Lakini mimi naweza mtetea Sesco kidogo manake Sesco naweza mlaumu Amorim manake pia ile formation wanaicheza na nafikiri Sesco hajaweza kufiti ndani jinsi ambavyo inafaa.
ambapo hii mechi ya Liverpool sitaangazia sana ati Manchester wanacheza hivi, Liverpool wanacheza hivi. Mimi naona kwamba hii mechi ni ile mechi ya uadui, na itakuwa mechi ngumu hata kama Manchester United watapigwa jinsi ambavyo nafikiri, lakini Liverpool wataweza kushinda hiyo mechi rahisi. Na kidogo inafaa uelewe pia Liverpool imepoteza mechi 3 kwa mpigo. Mechi 3 kwa mpigo. Sasa pia inafaa uangalie kuitikia kupigwa 4 ama 5. Mechi 5 kwa mpigo ni ngumu. Unamaanisha mechi itaisha 2-1 kwa upande wa Liverpool? Liverpool itapiga 2-1. Sina mengi zaidi ila tu nitakuwa vile vile nasema asante, na kabla sijafungana ama sija kunja jamvi la meza hii la spoti, nitakuwa vile vile na kupatu fixture ama ratiba ya mechi ya leo katika ligi ya Bundesliga. FC Cologne mwendo wa saa 10:30 watakuwa na mwalika mwana Augsburg. Heidenheim watakuwa na mwalika mwana Bremen. Mainz watakuwa na mwalika mwana Leverkusen, na Leipzig watakuwa na mwalika mwana Hamburg SV. Wolfsburg watakuwa na mwalika mwana Stuttgart. Bayern Munich watakuwa vile vile wanamkaribisha mwana AFC mwana Dortmund. Hiyo ni katika ligi kuu ya Bundesliga kule Ujerumani. Tukienda katika ligi ya Ufaransa, yani Ligue 1, ni kwamba Nice watakuwa wanamkaribisha mwana Lyon, Angers watakuwa wanamkaribisha mwana Monaco, na vile vile Marseille watakuwa wanamkaribisha mwana Le Havre. Hizo ni mechi 3. Mechi ambayo itakuwa ya mwisho ni ya Marseille mwana Le Havre mwendo wa saa 4:05. Tukivuka hadi nchini Italia, Serie A, Lecce watakuwa wanamkaribisha mwana Sassuolo, huko Pisa wakimkaribisha mwana Verona. Napoli atakuwa mgeni wa FC Torino, huku Inter Milan wakiwa vile vile mgeni mwana AC Roma. Hiyo ni ligi ya wapi? Hiyo ni ligi ya Serie A Italia. Navuka hadi ligi ya La Liga Uspania, yani Sevilla watakuwa wanamkaribisha mwana Mallorca, huku Barcelona wakimkaribisha mwana Girona. Villarreal watakuwa wanamkaribisha Betis, huko Osasuna wakimtembelea mwana Atletico Madrid. Vile vile mechi za kesho siku ya Jumapili, kutakuwa vile vile na kusomea katika mechi, tuko na mechi 5 katika ligi ya France. Mechi hizo ni kwamba Lens watakuwa wanamkaribisha mwana Paris FC, sio Paris Saint-Germain, ni Paris FC. Lorient watakuwa wanamkaribisha mwana Brest, huku Auxerre timu iliyokuwa ya Liège itakuwa watakuwa wageni wa Rennes, huku Metz wakimtembelea mwana Toulouse, huku Lille vile vile wakimtembelea vile vile mwana Nantes. Hizo ni mechi za kesho pale nchini Ufaransa. Hapo Ujerumani vile vile kutakuwa na mechi 2. Freiburg watakuwa wanamkaribisha mwana Frankfurt, huku St. Pauli watakimkaribisha mwana Hoffenheim. Hiyo ni Ujerumani kesho. Vile vile Italia kesho kutakuwa na Como watakuwa wanamkaribisha mwana Juventus. Bologna watakuwa mgeni mwana Cagliari. Parma watakuwa wanakaribishwa watakuwa na watembelea Genoa, huku Lazio wakimtembelea mwana Atalanta. Fiorentina watakuwa wageni wa AC Milan pale San Siro. Mechi pale Italiano, kutakuwa na mwana Elche watakuwa wanamkaribisha mwana Bilbao. Celta Vigo watakuwa wanamkaribisha mwana Real Sociedad. Levante watakuwa wanamkaribisha mwana Rayo Vallecano. Getafe wakimkaribisha mwana Real Madrid. Sina shaka ila kusema tu asante sana mwenzangu kwa kuweza kutembelea studio zetu. Nasema asante tena sana. Karibu tunafunganya virago zetu ili tukaweze kutazama mechi ya kwanza ambayo ni ya mwana Chelsea wakienda pale msituni kutafuta mnyama ama kutafuta kitoweo. Na kabla ya hayo nasema tu kwanza shukrani. Malule the Football Mania kunaweza mpata katika ukurasa wa TikTok, vile vile ukurasa wa Facebook, vile vile bila kusahau ukurasa wa YouTube. Vile vile unakiwa na kazi za mchango, yani fundraising, katika michango za makanisa, mchango za harusi, michango ya msiba. Nasema mimi huwa nawaambia pesa iko na mwili lazima uende nyumbani, pesa iko mfukoni mwa watu. Nasema tu kwanza karibu, unaweza ingia pale kwenye ukurasa wangu ukachukua namba yangu pale. Ukitaka kunitafuta katika ukurasa wa WhatsApp unatumia nambari 0728267876. Katika lugha ya Kimombo ni 0728267876. Sina mengi zaidi, shabiki wangu, alamsik.